Subscribe to Vovo Trends, your home of trends. Vovo Trends kama Kawis, kama Dawis, Kigambonino, Ferry. Tunapiga sio na wadau mbalimbali. Brother, mambo vipi? Poa, tunakuaje? Fresh tu. Business inaendaje hapa? Kama unavyoziona zinaenda kawaida, mdogo mdogo. Watu wamefunga mwezi mtukufu kama hivyo, tunaenda nao kiubishi hivyo hivyo. Au si watu wamefunga tu unawauzia misosi? Sio wote. Sio wote. Misosi inaendaje? Yani mishikaki shingapi, ndizi shingapi? Hapo mishikaki 500, ndizi 800, 700, 600. Na biashara ikoje katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu? Haiko slow tofauti na mwanzo. Wateja wengi Waislamu inaonekana. Alafu ni kama wote, kwa sababu imekuja kuingilia katikati Waislamu Wakristo wote ukina kwa lazima imeunganika tofauti na miaka ya nyuma hiyo. Ukikuta mtu anakula unajiuliza huyu itakuwa hayupo katika dini zote mbili. Kwa upande wangu mimi naona kama Mwokozi aingiza riziki. Wewe mimi nampenda huyu anayekula. Bwana, kabla ya mwezi mtukufu kulikuwa kuna harusi nyingi. Watu wanachukua majiko kwa ajili ya kupikiwa iftari. Lakini inasemekana vijana wengi wamekuwa wagumu kidogo kwenye swala la kufanya nusura, kufanya ndoa. Wewe unadhani kuoa ni bahati au ni mtu kupanga kwamba nahitaji kufunga ndoa? Yaani kuoa kwa upande wangu mimi sio kama ni bahati, kwa sababu kuoa ni kitu ambacho unaenda kujifunga mwenyewe, kwa sababu ndoa kuidumisha ni kazi. Kwa sasa hivi kizazi cha Gen Z mambo ni mengi, kwa sababu ndio tunayotaka nje unayapata, hata ndani tena inakuwa kama jamu. Kwa wengi sasa hivi hatuoi. Sasa ukimkuta wa kizazi cha zamani millennium na vizazi vingine, si ndio anakuwa mshangazi huyo? Mshangazi pia kuoa nao si kipengele, si yani inaonekana tu watu wagumu tu kuoa. Yaani kwenye upande wa kuoa haijalishi kama ni Gen Z au shangazi. Kwenye upande wa kuoa, kwa sababu sasa hivi wanawake wana kiburi. Kwa una maana unaweza kumchukua hapo mwisho wa siku kaenda kuvimbiana, kila mtu anakuwa na kauli zake ndani. Kila mtu anataka asikike ndani. Kwa hiyo ndio sababu hiyo. Hatuoi kwa sababu gani? Afu kwa gharama ujue wengi, afu gharama inakuwa tofauti. Kati ya kuoa na kusukuma gurudumu mwenyewe, unadhani gharama kubwa iko wapi? Kwenye upande, sababu unaweza ukaoa ukatafuta kilo moja tu ukampelekea mama watoto akaipika siku 4 mnakula robo. Lakini ukiwa mwenyewe ina maana mchele wa kilo moja unaweza kwenda kula sahani moja tu kwa mama ntilie. Unajua ukioa kwa upande wangu mimi kusukuma gurudumu na kuoa ni tofauti, sababu naweza kupiga ndefu, ila kuwa na mke hawezi kupiga ndefu. Upande wangu mimi naweza nikapiga ndefu, ila kwa umeoa hauwezi kupiga ndefu. Mimi naweza kuwa na 2000 nikala, ila una mke 2000 uwezi ukala autoboy. Lakini kama kuna vitu umeviweka ndani, siku umepambana umekosa, maana yake kirudi nyumbani unaweza ukala hata kama hauna hela kabisa. Nini 2000? Paka wewe na balance. Ila wengi sasa hivi ukitoka ndo ule uzuri wa ndoa, si ndo balance? Unakuwa una balance ndani. Hata inategemea na mwanamke mwenyewe, na wewe awe ni mtu wa kutoka, yaani wewe mna mzunguko wa watu wawili, sio wewe ukazunguke kula afu ndio aje kwamba nipenda sawa. Kwa hiyo sio vizuri kuoa goalkeeper. Hiyo goalkeeper ni tatizo, yaani hilo tatizo, kwa sababu yeye mwenyewe atakuwa na kuforce, kuna mahitaji yake, anataka apendeze, afanye hivi. Yaani kama utakuwa mwana mitindo, kila fashion anayo, kwa hiyo huwezi kupiga hatua hiyo. Lakini tarehe mosi mwezi wa 3 kuna mechi ya Simba na Yanga. Wewe ni Simba au Yanga? Mimi ni Simba. Unafikiri hii mechi hii itaacha manyanyaso ya kufungwa mara 6 mfululizo au itakuwa hadithi nyingine mpya ya mara 7? Pande yetu bado hatujiamini, tuna wasiwasi kwa sababu bado hatueleweki. Kwa maana hata kutoka kwenye media tunakuwa waoga, kwa sababu hatuna uhakika na tunachokisema. Watu tuweze kusema kama tunampiga wakati hatujui mwenzetu kajipanga vipi. Kwa hiyo kikosi changu mimi na wasiwasi nacho. Siwezi kusema kama eti kipo vizuri. Lakini wanasema dabi haina mwenyewe. Dabi haina mwenyewe kutokana na maandalizi, kwa sababu maandalizi unaona tangu mwanzo unavyoanza unajua kabisa dabi tuna kikosi. Unaitwa? Naitwa Joseph John. Bwana, sisi tunakushukuru sana. Haina shida. Vovo Trends Kigambonino, endelea kusubscribe YouTube channel. Kudos.